Mada tutazingatia kwa kifupi jioni ya leo inasema rearrange your sentence. Inasema aje? Rearrange your sentence. Yaani ipangue hiyo sentence yako uiandike upya. Haleluya. Rearrange your sentence. Tutaangazia kisa kilicho katika kitabu cha Marko 9. Kisa kilicho katika kitabu cha Marko 9. Ukianza kuanzia fungu la 4 ukiteremka tu. Lakini tutazingatia tu mafungu machache. Katika Marko 9, Yesu akapanda mlimani na wanafunzi watatu, Petero, Yohana na Yakobo. That Transfiguration Mountain. Wale wanafunzi wengine wakabaki wapi? Pale chini. Sasa walipobaki pale chini, akaja baba na mtoto wake. Mtoto aliyekuwa amepagawa na mapepo kutoka utotoni. Akamleta huyo mtoto kwa wale wanafunzi waliosalia pale chini kwenye that valley. Wakataka hao wanafunzi wa Yesu wafanye nini? Wamsaidie kuondoa mapepo yale. Biblia inasema ukisoma hapo ni kwamba wanafunzi wa Yesu walipojaribu, mapepo yale hayakutoka. Mpaka Yesu akashuka kutoka mlimani. Yesu aliposhuka kutoka mlimani, yule baba mwenye mtoto aliyepagawa na mapepo akazungumza na Yesu. Sasa ningependa tuangalie vile alisemezana na Yesu. Kumbuka mada tunachunguza inasema aje? Badilisha sentensi yako. Haya, tutasoma Marko 9 fungu la 22. Ili tupate vile huyu mzee aliongea na Yesu. Nitasoma kwa Kimombo. Biblia inasema Mark chapter 9 verse 22. And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Akamwambia Yesu, ikiwa una uwezo wa kufanya lolote, if you can do anything. Lakini Yesu anamwambia hapana, hiyo sentensi yako si mzuri. Tusome fungu la 23. Tuone vile Yesu alimwambia aweke hiyo sentensi yake. Fungu la 23 Biblia inasema, Jesus said to him, if you can believe. Hallelujah. Huyu mtu alimwambia Yesu aje? Ikiwa unaweza kufanya lolote. Lakini Yesu anamwambia hapana, shida sio mimi kufanya lolote. Shida ni kwamba wewe uamini. Yesu akamwambia, if you can believe. Hallelujah. Wapendwa, badilisha sentensi yako. Usiulize kama huyu mtu kwamba if you can do anything. Usiulize Yesu, je, Yesu unaweza kufanya lolote? Je, una nguvu, una uwezo wa kunisaidia? Badala yake swali linafaa kuwa, je, wewe unaamini? Ndiposa Yesu akamwambia, if you can believe. Hallelujah. Shida si Yesu kuwa na nguvu za kukusaidia. Shida ni wewe kuwa na imani. Badilisha sentensi yako. Unapoangalia roho ya unabii inapoandika kuhusu kisa hichi, Ellen White anaandika akisema kwamba there is no lack of power on the part of Christ. Hallelujah. Hakuna kupungukiwa kwa nguvu kwa upande wa nani? Wa Yesu. Shida huwa inakaa wapi? Katika imani yetu. Wapendwa, ninajua una jambo linakusumbua. Pengine una mzigo ambao umeubeba kama huyu baba ambaye mtoto wake alikuwa amepagawa na mapepo tangia kuwa mtoto mdogo. Hata tumeona shida ambayo huyu mtoto alikuwa anapitia.
Mapepo yalikuwa yakimrusha kwenye moto, yakimrusha majini kutoka utotoni. Pengine unapitia shida ambayo imekuwa kwa muda. Ningependa kukujulisha wapendwa, shida haipo kwenye nguvu upande wa Yesu. Yesu ana nguvu za kutosha. Shida huwa iko katika upande wako. Shida iko katika upande wako kwa imani yako.